Habari, mambo vipi? Karibu sana Mzwana Bakers. Hapa leo tutajifunza kupika futari ya maboga. Usisahau kusubscribe, like yako pia na comment yako hapo chini. Hapa tuna boga kweli, boga kubwa. Basi kwa sababu napikia familia, watu sio wengi, ni wachache tu, kwa hiyo tunakata nusu ndio tutakayotumia. Hakikisha una kisu kikali, pia uwe na kanguvu kidogo, maana kukata boga sio mchezo. Sio mchezo hata. Basi unaenda nayo hivyo. Mimi napenda kukata boga kwa kutumia hivi kwa marefu. Hivyo. Basi boga yako liko vizuri. Jamani, haya mbegu pia huwa ni mazuri. Unaweza ukatoa ukaweka pembeni, baadaye ukaanika, ukija ukakaanga vinakuwa kama karanga. Ni nzuri sana. Tutakuja kuona zinafanya kazi gani pia. Kwa kweli mimi wanazitunza naweka pembeni, zinasaidia sana kwa afya. Hakuna kitu kizuri sasa hivi kama kutunza afya yako. Basi hapa niendelea kukata boga lako. Na boga lilio jamani mwezi wa Ramadhani. Tu boga linaliwa wakati wowote ule. Kwa hiyo futari unaweza kuipika muda wote, maboga yako unaweza kuyatengeneza vile unavyotaka na mambo yakawa mazuri na ukawa unakula kitu sahihi kwenye mwili wako. Basi hapa tuna viazi vitamu. Viazi vitamu pia unavichonga. Viazi vitamu weka kiasi tu. Kwa mfano tuseme bakuli lako limejaa maboga, basi viazi utaweka robo yake. Basi viazi utakatakata. Kuna hii design napenda huwa ya kuiachia hivyo kwa sababu viazi huwa vinaita rojo. Kwa hiyo ukivikata sana vikubwa vyote haviwezi pia kusambaa. Pishi ninalotaka hili si la kusonga. Japo kuna design nyingi ya futari, design nyingi ya wanasema mchanyanto ama mseto pia. Kwa hiyo kuna design nyingi ya kupika. Kama utazipenda zote utakomenti hapo chini tuweze kuzifanya hatua kwa hatua. Basi hapo viazi vyako umevikata tofauti, vikubwa vidogo, maumbo tofauti. Basi hapa kuna kitunguu saumu, kuna tangawizi, chumvi, kitunguu maji na kuna hoho. Viungo ninavyoweza kwenda kutumia leo natumia hivi tu. Hapa jiko letu liko tayari. Jamani, ujanja ni kutumia nishati safi ya kupikia. Yaani huo ndio ujanja. Utatumia muda mchache, utatumia pia pesa kidogo. Jamani, ambao wanatumia gesi wanaelewa hichi kitu. Sasa imagine, sisi tunatumia hadi kwenye biashara tunatumia gesi. Sasa wewe ulioko nyumbani kwani unafeli? Tumia gesi bwana, mpango mzima huu hapo. Basi tuendelee kukoroga vitunguu maji vyetu. Tumeweka mafuta. Tumeweka vitunguu maji. Unapika kwa haraka, unapika kwa usafi. Mafuta yalikuwa madogo kwa tunaongeza. Jamani, kwenye kupika sasa ndio utaalamu upo. Lakini kwa kusema ninajua pishi hili, tunajua wengi kwa kweli. Kwa kusema viazi hivi, maboga haya, sisi kwetu mbona watu tunapika hivi? Nakataa. Lakini kuna kuchemsha, kuna kuivisha. Hapa tunaweka kitunguu saumu, tangawizi na hiyo chumvi. Ukija kuja kuweka maji utakuja kuonja chumvi. Kama imekutosha toka mwanzo basi unaweza kuendelea nayo. Lakini kama itakuwa bado haijatosha basi utaongeza chumvi. Basi hapa sasa unaendelea kama nilivyokuwa nasema, kuna kuchemsha, kuna kuivisha, kuna kujipikilisha na kuna kupika. Tofauti hapo izingatiwe, kuna kupika pia. Basi hapo ni curry powder tumeweka. Pia hapo unaweza kuweka yale manjano mabichi kabisa. Yale kama tangawizi, unaosha vizuri, unamenya, unasaga. Jamani, viungo si tu kwa sababu ya kunogesha pishi. Viungo pia ni afya, viungo pia ni tiba. Jamani, jizoesheni tuwe tunakula viungo. Kuna mtu mwingine ukiweka viungo,
mimi sitaki viungo sijui nini, mara manjano umeweka rangi nani kaweka. Hivyo ni viungo vinatibu moyo. Koroga vizuri, funika. Chungulia tena, endelea kukoroga. Sio tu umeweka basi ndio umeweka na maji Hapo ndo nasema tofauti ya kuchemsha, tofauti ya kujipikilisha. Hapo tumeweka sukari kidogo kuongeza kautamu kidogo, kuwapotezea watoto maboya, kwa sababu watoto najua wapendi maboga Kwa kidogo na wadanganya, kufunua hivi hotpot wanakuwa wanaona sijui ni viazi mbatata hivi, sijui ni ndizi hizi, wanakuwa hawaelewi. Wakisha kuja kugundua wameshafika sahani nusu kula. Kwa hiyo kwa sababu ya utamu wa chakula, nakwambia pikeni sawa sawa, weka vitu sahihi, sio viungo vizidi sana au nini, hapana. Angalia hapa ndo sehemu sasa sahihi ya kuliivisha boga lako lisieleweke kama vile mtu anakula kama tiba. Hata kama linatibu mwilini, linaita afya, basi liwe na mvuto. Basi hapa kuna aina nyingi ya kupika. Unaweza kuweka maji mengi, ambao unataka supu, inategemea unawapikia kina nani. Hapa ndio wakati wa kuweka hoho. Umeweka hoho yako hapo safi. Funikia chakula chako kiive vizuri, kipendeze. Kuna mapenzi kwenye kupika pia jamani. Mtu anaona kabisa chakula hichi kimepikwa kwa mahaba au kimelipuliwa tu. Uelewi maji yako wapi, mchuzi uko wapi, hujui mafuta yamekimbilia wapi. Hadi karipoda uwe nasimama juu kama mtu hajaipika sawa sawa. Kwa hiyo kaanga vizuri, weka maji yako, ichemke iive kama hivyo. Umeona tumetesti viazi vimeiva, umetesti boga lako na lenyewe limeiva. Hapa ni wakati wa kuweka nazi. Basi unaweza ukasonga, kama kuna wanaopenda kusonga utasonga, lakini anataka kuweka korojorojo hivyo basi inakuwa kama hivi. Basi hapo unaiacha nazi yako inaiva, tikisa kidogo hivyo, basi mambo yako yameshakuwa yamependeza kama hivyo. Unaona pishi lako sasa limekaa mahali pake, kila kitu ukioni hapo, unaona tu utamu, yani unaona ladha inayokujia hata machoni. Basi hapo tayari unaweza ukasave, tayari kwa kula. Mimi nimesave hivi. Basi hapo utaweka na juice, utaweka kanyama kama kapo, kanyama roast kama hauna. Hapo huo mchuzi unaweza kualia hata na chapati. Basi sasa like video yetu, comment yako ni muhimu sana hapo chini. Utataka futari ya namna gani tena tuweke hapa? Pia ni kwa sababu ya afya, utasema tupike vitu gani ambavyo vitasaidia miili yetu kukaa poa. Karibu sana Mzanda Bakers, usisahau kusubscribe kama ni mgeni. Asante sana, tutakia siku njema.